Karibu Geo Motors na leo tuko Mbeya. Unaweza ukaona pale, hii ni Mbeya, hapa ni Tazara. Tumeshawahi kufanya review ya Outlander ya kawaida mwaka 2013. Sasa leo tuna Outlander, unaweza ukaona hapa twin motor plug-in hybrid. Kwa hiyo huwezi ukaichanganya na Outlander ya kawaida. Ina engine ya cc 2000 au 1990. Hii ndo engine yetu, lakini pembeni yake kuna mfumo wa umeme. Na kitu kimoja ambacho nataka nikutahadharishe, ukifungua gari yako ukiona kuna cable za orange, hutakiwi kushika kwa sababu hizo zinakuwa ni high voltage. Na utofauti mkubwa kati ya hii gari na Outlander za kawaida ambazo ni kavu, inakuja kwanza kwenye uzito. Tunajua kwanza battery zinakuwaga ni nzito, ni almost kilo 200 zaidi ukilinganisha na ile gari ya kawaida. Lakini utofauti mwingine mkubwa ni kwenye nguvu ya engine. Hii engine hapa ukichanganya na mota inatengeneza horsepower 200, na ile gari ya kawaida ambayo ni cc 2400 inatengeneza horsepower 148. Kwa hiyo hii gari ina nguvu zaidi ya Outlander ambayo ni kavu. Kwenye full electric mode unaweza ukatembea kwa kilomita 40 hadi 60 gari ikiwa mpya. Sasa na hii gari ni used, kwa hiyo usitegemee kwamba utapata kilomita 60 kwa ukiwa umeichaji betri. Hili gari kuchaji unaweza kutumia masaa 5 kwenye ile socket ya kawaida ambayo sio fast charge yenye amp 13. Umeme ambao unaweza kutumia ni umeme wa kama 5000 6000, kwa sababu ili gari lijae linataka unit kama kwenye 15 hivi. Tupo ndani ya Mitsubishi Outlander ya mwaka 2013 plug-in hybrid, na hapa kuna dials mbili. Kwenye gari ya kawaida tumezoea kuna kuwa na upande wa RPM na upande wa speedometer, lakini huku utaona kuna charge, eco and power. Sasa kwa maelezo ya haraka, unavyokuwa kwenye power mode ni labda kama una accelerate au uko kwenye speed kubwa, lazima gari ichanganye engine pamoja na motor ili ikupe nguvu zaidi. Lakini ukiwa kwenye eco mode, ina maana hapo sasa gari inaweza ikawa inashirikiana motor pamoja na engine ili kukupa wewe fuel consumption nzuri. Kuwasha hili gari kama kawaida, utakanyaga breki na utabonyeza hapa kwenye push to start. Hapa gari tayari limewaka na unaweza ukaona husikii chochote. Hapa engine haijawaka kabisa kwa sababu hili gari lina uwezo wa kuwaka in pure electric mode. Kuna hizi control hapa. Hii hapa ambayo imeandikwa charge, ina maana ukibonyeza hapa ukiwa unatembea na engine, ina maana engine itakuwa inatumika kama generator la umeme kuzalisha umeme kwa ajili ya kuchaji betri yako. Lakini kama unataka kusave betri, utabonyeza hapa save. Ina maana gari lako litakuwa kama gari la kawaida, litakuwa linatumia engine tu na halitatumia betri. Ukija hapa kwenye steering yako kuna hizi hapa tunazitaga paddle shifters. Kikawaida tumezoea paddle shifters zinatumika kubadilisha gear, yani kupandisha na kupunguza. Lakini kwenye gari hii hapa ya hybrid, paddle shifters zinatumika kuongeza au kupunguza regenerative braking. Hii gari una uwezo, kama uko mjini unaweza ukaiendesha kwa kutumia pedal ya accelerator tu. Ina maana kama unataka ku accelerate utabonyeza mafuta na gari itatembea. Lakini kama unataka gari slow down, unaweza tu kaachia mguu kwenye accelerator na gari ikapunguza mwendo. Kwa hiyo hizi hapa hazibadilishi gear, hizi zitabadilisha namna gani gari itakuwa ina brake ukiachia accelerator. Unaweza ukaona mimi sio mfupi, lakini hapa na legroom ya kutosha kabisa. Na material ya hii gari hapa inakuwa ni kama kitambaa fulani ambacho ni cheusi, na hapa kuna hii hapa inakuwa kama leather lakini sio leather. Huna wasiwasi humu ndani kwamba umepakia watu watachafua gari, ni rahisi kabisa kusafisha. Pia hili gari kama unasafiri safari ndefu, ina maana wewe abiria utakuwa una relax vizuri kabisa. Si unaona hapa mimi, yani naweza nikakaa hapa kibosi kabisa nikajiachia na safari inakuwa ni nzuri kabisa. Outlander ambayo ni plug-in hybrid huwezi ukapata yenye siti 7. Sababu ni ile ile kwamba huku nyuma kuna betri. Kwa hiyo ina maana inakuwa ni ngumu kuweka siti zile nyingine mbili za extra.